Sasa ili uweze kukidhi vigezo vya kuingia katika daraja la sita unatakiwa ufanyeje? Kigezo cha kwanza unatakiwa uwe na direct 20. Ina maana wale direct 12 ambapo uliwapata ukiwa katika daraja la V5. Katika daraja la V6 ili uweze kufaulu unatakiwa uwaongeze watimie 20. Ina maana uongeze direct wengine 8 ili watimie 20. Lakini kigezo cha pili unatakiwa jumla ya timu yako yote uwe na jumla ya watu 1500. Lakini kigezo cha tatu kwa kila mstari katika ile mistari mitatu ile, nafikiri unaelewa vizuri. Kama umeelewa vizuri, nafikiri mpaka hapo tayari unaelewa kinachoendelea. Ukishafika katika daraja hilo la V5 ili uweze kuingia katika daraja la V6 unatakiwa pia uwe na hizo direct tatu, ambapo kila direct inatakiwa izalishe V5 mmoja, yani jumla pawe na V5 watatu kwa kila mstari unaojitegemea. Hapo ukishafaulu unakuwa unaingia sasa rasmi katika daraja la VIP 6. Sasa je, ukishaingia katika daraja hilo la VIP 6 utakuwa unanufaikaje? Tuendelee. Sasa hapo ukishafika katika hili daraja hili ambalo ndo daraja kabisa la kileleni kabisa hili. Ukishafika hapa, kila direct link yako ambayo utaitoa utakuwa unapata $80. Na maana link yako tayari imeshapanda hadhi hapo, imeshapanda thamani kubwa kabisa. Kila mtu ambaye atakuwa na activate kupitia direct link yako ukiwa katika daraja hili la V6 ambapo ni global leader hiyo, utakuwa unapata $80, ambapo kwa pesa za Kitanzania ni sawa na shilingi 228,000. Pesa nyingi sana. Kila mtu mmoja tu akiactivate unapata 228,000, ambapo hapo kwa dola ni sawa na dola 80. Imagine mtu mmoja tu unapata 228,000. Lakini ule mtu au wale watu wakienda wakifanya trading utakuwa unapata 60% ya mafuta kutoka kwa wale watu. Lakini pia haitoshi. Ukiingia kwenye indirect ambapo ndo kuna hela nyingi zaidi, kwenye indirect V1 yoyote ambaye yuko ndani ya timu yako ambaye hajavuka rank yoyote, ndo kwanza ameanza, yuko katika daraja la V1, ndo ameanza tu, yuko V1 katika hizo direct zako ulizozitoa, ambaye yuko V1 akiactivateisha mtu, wewe kwako utapata $50. Pesa nyingi sana. Mtu ambaye yuko V1 katika timu yako ambaye bado hajaingia katika madaraja ya juu, akiactivateisha mtu, wewe kwako direct kabisa itaingia kwenye wallet yako $50, ambapo ukiconvert katika pesa za Kitanzania unapata shilingi 130,000 kwa kila mtu yeyote yule ambaye ataactivateishwa na mtu wako ambaye yuko katika daraja la V1, ambapo huyo mtu ulimpatia wewe direct link yako, hajaingia kwenye madaraja mengine yoyote yale, ndio yuko tu, ndio ameanza, ndio yuko V1, hajafika hata V2, hajafika V3, hajafika popote, ndio kwanza ameanza. Akianza kujenga team tu, yoyote yule ambaye atamactivateisha kwake chini yake, kwako moja kwa moja utakuwa unapata hiyo 130,000, ambapo hiyo sasa ni $50. Twende sasa. Wale watu wake kwa katika huyo mtu ambaye yuko V1, wale watu walioactivateishwa wakifanya trading kwako utapata 40% ya mafuta ambayo atakuwa anakatwa kadri watakapokuwa wanazidi kupata faida. Lakini katika watu wako indirect ambao wako V2, ikitokea katika timu zao wameactivateisha watu, wewe kwako itaingia $40 zitaingia kwako, ambao ukiziconvert katika pesa za Kitanzania utapata shilingi 104,000. Kumbuka hata wewe hujawashirikishwa, wameshirikishwa tu na watu wako wa chini, ambao mtu wako ambaye yuko V2 katika timu yake ile. Activations zikipigwa kule, wewe kwako huko unapata hiyo $40, ambao ni sawa na shilingi pesa za Kitanzania shilingi 104,000. Lakini wale watu wakienda wakifanya trading utakuwa unapata 30% ya mafuta. Lakini pia haitoshi. Ikitokea kuna mtu ambaye yuko V3 katika timu yake, activations zikawa zinafanyika, kwa kila activation ambayo itakuwa inafanyika, wewe kwako moja kwa moja itaingia $30, ambao ukiconvert katika pesa za Kitanzania unapata shilingi 78,000. Lakini haitoshi, wale watu wakienda wakifanya trading utakuwa unapata 20% ya mafuta, fuel rewards. Ni pesa nyingi sana. Haishi hapo. Ukiwa na mtu ambaye yuko katika daraja la V4 na akaactivateisha mtu, yani watu wakawa na activate, utakuwa unapata $20, ambao ukiconvert katika pesa za Kitanzania kwa kila activation ambayo itakuwa inafanyika ni sawa na shilingi 52,000. Huyo ni V4 katika timu yake, kila activation itakuwa zinafanyika kwako itakuwa inaingia kiasi hicho. Ni pesa nyingi sana. Lakini pia haishi hapo. Ukiwa umezalisha V5 ambayo yuko chini yako, huyo V5 yuko kwenye timu yake, sasa activations zikifanyika kwako moja kwa moja itakuwa inaingia $10 kwa kila activation ambayo itakuwa zinafanyika, ambapo $10 kwa pesa za Kitanzania ni sawa na shilingi 26,000. Je, zitapigwa activation ngapi? Zitafanyika activation ngapi katika siku hiyo? Je, ni activity gani zitakuwa zinafanyika katika timu yako kwa ujumla? Utakuwa unapata kiasi gani kwa siku hiyo? Ni pesa ambayo ni nyingi sana ukipigia mahesabu. Lakini kwenye fuel rewards kwa wale wakiwa wanafanya trading utakuwa unapata 5%. Hiyo ndiyo V6. Ni pesa nyingi sana, ni pesa ambayo ni nyingi mno, na panafikika vizuri bila shida yoyote kama ukiamua.
Sasa kuna rank nyingine ambayo ni ya nyongeza, ambayo ndio ipo juu kabisa, top kabisa huko. Hiyo inaitwa OT rank, Operation Team. Hiyo nayo ni rank ambayo sasa ndio top kabisa. Yaani uko tena wewe umeshakuwa ni bilionea tena hapo. Yaani wewe kama ni ndoto zako tayari umeshazitimizaga zamani. Yaani hapo tena unafanya mambo yako mengine. Yaani tayari ni tajiri. Unaweza kusema hivyo. Tayari hapo ni tajiri. Unafanya issue zako zingine za yaani mpaka watu wanaweza kukushangaa jamaa imekuaje? Mbona yupo hivi? Yaani maisha yanabadilika kabisa. Kwa sababu tayari umeshavuka. Kwanza maisha yanaanza kubadilikia huko viwani huko. Unapopanda maisha yanabadilika. Kila ngazi unaopanda maisha yanabadilika. Kila ngazi unaopanda maisha yanabadilika. Sasa imagine umefika mpaka hapa kwenye OT rank, Operation Team. Utanufaikaje? Sasa hiki ni cheo maalum ambacho kinatolewa kwa mtu ambaye amefikia kilele cha mafanikio katika timu yake na kukizi masharti ya mfumo. Sasa Operation Team maana yake ni kwamba ikitokea kuna mtu mmoja ndani ya timu yako amefika V6, wewe unaingia katika hiyo Operation Team. Faida za Operation Team zipoje? Sasa kiasi cha 10% ya biashara ambayo inafanyika inakuwa inatengwa kwa ajili ya Operation Team. Yaani kwa wale wote ambao wamekizi kigezo cha Operation Team, faida hiyo inagawanywa. Kiasi hicho kinagawanywa kulingana na utaratibu wa mfumo. Ni pesa ambayo itakuwa ni nyingi mno, kwa sababu faida hii ni tofauti kabisa na zile ambazo unazipata ukiwa katika daraja hilo la lile daraja la V6. Kwa hiyo bado utaendelea kula zile commission, lakini bado hapo kwenye Operation Team ukishazalisha huyo V6 bado utaendelea kupata hayo magawanyo au magawio ya 10% kwa kila biashara ambayo itakuwa zinafanyika inatengwa, alafu gawio hilo kila moja ambayo yuko katika daraja la Operation Team atakuwa anapata. Kwa hivi ndivyo ilivyo. Kwa mtu ambaye anaelewa nini anachotakiwa afanye, kwa mtu ambaye anaelewa maisha, jinsi labda maisha yamekupiga au unajua nini unatakiwa ufanye katika maisha, malengo yako ni yapi, una ndoto za kufika mbali, basi hii kitu inakufaa sana na itakufikisha mbali sana, kwa sababu project kama hizi ni project ambazo zinadumu muda mrefu sana. Kwa hiyo ndani ya miaka 5 au hata miaka 2, 4 au 6 wewe utakuwa uko mbali sana, yani utakuwa uko mbali sana hata kimaisha. Kwa hiyo project kama hizi zinapokuja ni mara chache sana kuotea project ambazo ni halali, ambazo ni legit kama hizi na ukafanikiwa kwenda mbali zaidi, kwa sababu nyingi ambazo zinakuja waga sio legit, waga zinaishia njiani. Sasa unapopata ambao ni legit, ambao uzuri wa project hii ni legit kwa sababu haikai na mtaji wako. Kwa wale watu wako wanaowaingiza, mitaji yako inakuwa salama ndani ya Binance zao, haikai ndani ya Royal Plus. Kwa hiyo ina maana una uhakika kabisa kwamba mtu wangu nimemuingiza lakini yuko sehemu salama, kwa sababu mtaji wake haukai ndani ya Royal Plus. Mtaji wake unakaa ndani ya Binance yake. Royal Plus ni tools tu ambayo itamsaidia yeye kufanya trade. Unaona hicho kitu. Kwa hiyo unapopata project kama hii, ni masharti yako au ni uamuzi wako kupambana ili iweze kukutoa katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo hivi ndivyo ilivyo. Karibu tujifunze, karibu uingie katika biashara hii. Kama utaamua kufanya affiliate, kufanya trading peke yake, basi utafanya trading peke yake, utanufaika kupitia trading. Kama utaamua kuchagua upande huu wa affiliate marketing, ni kama hivyo nilivyofafanua hapo, utanufaika kwa ukubwa zaidi na mtaji pia wa kutrade utaupatia huko, kwa maana unaweza kufanya vyote kwa wakati mmoja, ukafanya trading lakini pia ukafanya affiliate marketing. Sasa imagine unapiga vizuri kwenye affiliate marketing na kwenye trading pia unafanya vizuri, na maana huko kwenye affiliate marketing unapata hela ya kuongeza kwenye mtaji, na kwenye faida za mtaji pia kule trading zikifanyika unapata nyingi, kwa sababu mtaji wako unakuwa umejikuza kwa 100% na hela yako itakuwa pia utoe hata mfukoni ya kuongeza kwenye mtaji, kwa sababu inatokea huko kwenye affiliate marketing. Kwa hiyo karibu sana.